Haya baba, mimi ndo natoka. Haya, unatoka unaenda wapi? Naelekea kanisani kufanya maombi. Nakuomba usichelewe kurudi. Hapa kuna wageni. Halafu kwa nini uchangamki? Naona umekuwa mnyonge. Kwa nini umekuwa hivi? Lakini baba, mimi na vitu vyangu vinanichanganya sasa. Kuna vitu vyangu vinanichanganya kichwani, kwa hiyo siko sawa huyu. Utakiwi kuchanganyikiwa. Utakiwi kuchanganyikiwa, unataka uchangamke. Uwe na bashasha, uwe na tabasamu. Watu wanaona kama wewe labda unawazila au unawanunia wao. Unataka uchangamke bwana. Hiyo nikwambie kitu kimoja baba. Kama kuna watu wanaweza wakaona hivyo, au ni juu yao. Kwa sababu mimi kuna vitu vyangu binafsi vinaniumiza, vinanichanganya, vinanikosesha amani. Kwa hiyo siwezi kuwa sawa kila muda baba. Sikia. Siku zote watu wanaosimamia neno la Mungu, wanaongea na waumini, wanazungumza na waumini, wanatoa mafundisho, ni watu wa tabasamu, watu wa bashasha. Kwa hiyo unatakiwa usmile. Sasa ukiwa hivyo, umeng'ang'ana, umekasirika kila wakati, unawafundisha nini jamii? Sawa, nimekuelewa. Basi kama akija Adelina utamwambia nimetoka, nimeingia kanisani kidogo kufanya kazi. Sawa, mimi nataka ubadilike uwe hivyo. Karibia kuwa kuhani wewe. Mtumishi wa Mungu. Nimekuelewa. Nashukuru basi baada. Mwana mpotevu. Naambia baba mpotevu. Aya, niambie, huku umetoka wapi na huku unaenda wapi? Nimetoka kule kwa Mama Fei, lakini nimepita nyumbani kwenu sijakukuta. Ni kweli. Kuna sehemu kidogo ninaelekea. Na Adelina? Umeonana naye? Ndiyo, ila niliwaona kwa mbali. Nilishindwa kumtambua kwa sababu amebadilika sana. Ni kweli Adelina amependeza. Unajua wakati sisi tunawaza kuyatafuta maisha na kuangalia ni namna gani tunaweza tukajifomboa, lakini kuna watu wengine ndio walishabadilisha maisha. Unaweza kuniambia kwamba kuanzia sasa ninaweza kuongea lugha moja? Kiwa na maana sijakuelewa. Kubadilisha taswira kutoka jina la rafiki na kuwa jina lingine. Unajua nikwambie kitu kimoja, mimi na Adelina tulikuwa marafiki toka tukiwa shule. Tunakimbizana kibizani ile michezo yetu mimoja, kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho kipo kati yangu na tofauti na vile tulivyokuwa tukiishi zamani. Sawa. Basi nikatili baadaye. Karibu sana. Basi ubarikiwe sana. Mimi na yawai maombi kidogo. Basi nisha kuombea tayari, Haya kweli, Haya. Bi mkubwa. Baba, habari za hapa? Hapa mwanangu salama, na kula vitu vya zamani, vitu murwa kabisa. Haya, karibu. Basi hata nakaa baba. Nimepita kuja kukusalimia tu. Karibu sana mwanangu. Asante. Mimi baba yako mzima wa hafa 25 buheri. Tunaniona ninapotweta. Haya mwanangu, huyu mzee Kungwala anaendeleaje na afya yake? Tunashukuru anaendelea vizuri. Na tangu alipofanya vipimo vya mwisho akapatiwa dawa, kwa kweli zinamsaidia sana. Huu ubishi wake na ukaidi wake ndio ulomponza, ndio ulomfikisha hapa. Aliambiwa atumie dawa, atumie vipimo. Unaona sasa? Sasa wewe mwambie mimi nitakuja kumuona. Sawa. Alafu baba, mbona kama nilimuona Adelina na Mozi? Hujakosea. Uko sahihi kabisa. Ndio wao aswa. Maana mimi mzee wako yapo wamenipoteza miaka mingi, lakini nilipomuona tu nikanywa hii damu yangu. Ndio wewe. Ndio yeye. Nilijua labda macho yangu yalinidanganya. Hapana. Macho yako yako sahihi. Damu nzito siku zote kushinda maji bwana. Mtu wake ndio yeye. Ndiye. Kwa hiyo sasa hivi yupo au ataondoka? Aondokeje? Leo atalala hapa hapa. Kesho nafikiri ndo tafanya mashauri ya kuondoka. Basi akija mpe salamu zangu. Alafu mwambie baadaye hilo mama halina shaka hiyo.
Mama, Mwanangu, mbona umechelewa sana? we acha tu. Nilipita kwa mzee Kipili. Kwanza hajambo? Hajambo. Kulikuwa kuna nini huko? Hata hakukuwa na chochote. Nilipita tu kwenda kumsalimia. Umefanya vizuri, maana siku nyingi sijaenda kumsalimia. Baada ya siku 3 nitakwenda nyumbani kwako. Basi yupo. Naona na Adelina amekuja kumuona. Adelina kaja? Ndiyo. Na hiki ndiko kitu ambacho kilinipeleka. Maana nilimuona kwa mbali akiwa na Moses. Nikamfananisha. Nikasema, yule ni Adelina kweli? Subiri niende nikapate uhakika. Nimeenda, mzee Kipili ndo kaniambia ndo yeye. Najua hapa kwangu atakuja, lakini tutamfuata huko baadaye. Sawa, mimi nahisi kwanza twende tukonane na huyu mtu. Haya, twende. Naona kama lenzi za hayo mawani yameanza kufa. Miwani ya siku nyingi sana, wewe hujazaliwa. Inabidi tufanye mpango sasa kwenda kuyabadilisha. Kijana wangu Moses, Namba, na kuomba usiumie sana katika utafutaji wako, na kuomba usisononeke, usiungulike, usijazibike. Wakati wa Mungu siku zote ni wakati uliokuwa ni sahihi. Wakati wa Mungu ukifika, kila kitu kitakaa sawa. Na kuomba sana sana, ongeza viwango vya imani, kila kitu kitakaa sawa. Kijana wangu. Baba, mbona mimi nakuelewa sana, lakini mimi napambana zaidi kwa sababu ya maisha tunayoishi. Baba, sipendi kuyaona maisha ambayo sisi tunaishi. Haya maisha yananiumiza sana, yananikwaza, yananichanganya sana baba. Baba, sitaki kukuona ukiendelea kuishi maisha haya. Mimi ninapambana sio kwa ajili yangu peke yangu, napambana na kwa ajili yako babangu. Ila naamini kuna siku tu haya maisha yatabadilika. Naamini kabisa baba. Hiyo Biblia, maandiko matakatifu uliyoshika mkononi, ndiyo maandiko ambayo wewe unayasimamia katika mafundisho yako. Nabii Yakobo, kwa viwango tu vya imani, akutumia nguvu nyingi sana kupita kaka yake Esau. Leo Mwenyezi Mungu kaleta rehema zake, watoto wa Yakobo ndio wamekuwa baraka. Kila unachokishika ni baraka. Nabii Yusuf ndo baraka, kwa sababu ya viwango vya imani. Sasa viwango vya imani ndio vitakufanya wewe ufike safari ambayo unayokusudia. Adelina amekuja hapa, Adelina kwa niaba yako wewe. Yupo hapa kwa ajili yako. Siku zote nyinyi watu wa imani, Mwenyezi Mungu utafikiri akuoneni, utafikiri akuangalieni. Kuna watu wa ovyo ovyo, watu wa mashetani, Mwenyezi Mungu utaona anawapa tu ili waangamie, sababu shetani alisema ataondoka na kijiji chake. Mwenyezi Mungu watu wa imani atamwachia watu wake. Hii dunia si lolote, si chochote. Hii dunia tunapita, ina wakati wake na muda wake. Walikuwa watu na watu wote waliofanikiwa katika huu ulimwengu sio kama walisoma sana, walikuwa na elimu sana. Wakina Bill Gates hawana elimu kubwa, lakini Mwenyezi Mungu aliwapa neema tunu. Mimi na imani kama siku moja tutafaidika, japo uzeeni, lakini mimi nitakula zabibu na apple. Baba, mimi nikupromise tu na nikuondoa wasiwasi. Mimi naelewa na ninajua kila kitu, lakini nakuahidi baba, kuna siku maisha yatabadilika na baba yangu utakwenda kuishi maisha mazuri tu. Amen. Amini baba. Amen. Baba, kama unaniamini mimi mwanao, nakuambia kuna siku utaishi maisha mazuri. Amen. Ndio maana nikakupa jina la Moses, kwa sababu Moses ni jasiri, ni mtu ambaye ana maono. Mungu alimpa nguvu, akampa utawala wa kwenda kuwachukua wana wa Israeli akawapeleka Kanaani. Lakini baba, mama aliniambia jina limetoka kwa bibi. Kwa sababu siku zote hekima zinatoka umamani.
hekima zinatoka Imamani. Hii majina yalikuja mawili, nikalipasisha hili la Moses. Kwa hiyo kalibariki. Nikalibariki, Mwenyezi Mungu akalitangulia. Oh, mama. Saizi wa. Salama tu pia. Safi kwema. Kwema nikuresha. Na mimi pia simu kukuchelewesha. Na pia samani. Hii hapa hii. Unaelewa? Hiyo anatumia kutu mara hizi mara 3. Atachemsha maji, anatia kijiko kimoja, anatumia. Si umeelewa? Nikitokea jambo lingine lolote au kama kuna tatizo lingine lolote, naomba unipigie simu. Sawa, nashukuru. Asante. Asante. Na utakia siku njema. Haya. Kama unataga utage. Kazi pena mimi bwana. Taga huko. Mama. Vipi? Salama. Umemkuta? Nimemkuta na dawa kanipa hii hapa. Patali. Hiyo dawa hiyo unatumia ndani ya siku 7. Kutwa mara hizi mara 3. Kijiko kimoja kimoja. Uwe makini kwa baba yako. Unamjua baba yako. Nimekuelewa mama. Na nakuahidi hili nitalisimamia mimi mwenyewe. Nitahakikisha namka asubuhi mapema na iandaa hii dawa, nampa anakunywa. Kijiko kimoja asubuhi, kimoja mchana na kimoja jioni, mpaka zimalize hizo siku ambazo uloniambia. Sawa, uwe makini. Mimi naenda nyumbani kwangu kupumzika. Sawa, basi na mimi naenda. Haya. Unajua Adelina, katika hii dunia wewe unaweza ukapanga ni namna gani unahitaji maisha yako ya baadaye yaweze kuwa, lakini wakati huo huo na Mungu naye anapanga historia ya maisha yako ya baadaye ni jinsi gani inaweza kuwa, na huenda wakati huo pia kuna binadamu wenyewe wanapanga ni jinsi gani unaweza ukaishi katika jamii inayokuzunguka. Hapo ndipo tunapopata neno la ya leo sio ya jana. Kwa hiyo umeamua ndoto zako zipotee? Hapana, na wala sina maana hiyo. Unajua macho yanaweza kuona kila kitu, lakini moyo wenye upendo kweli hauwezi kupoteza siri. Ukiwa na maana, mara nyingi nyakati huwa zinaacha, haijalishi mbaya au nzuri. Wewe unafikiri mimi naweza kusema kitu gani katika hii dunia au katika hii jamii akatokea hata mtu mmoja mwenye kunielewa? Unafikiri kitu gani naweza kusema? unahisi ni kwa nini? Nafikiri kuna vita kati ya macho na nafsi, na usiku umeshakuwa mwingi sasa. Naona ungeenda ukapumzika. Hapana, muda bado mapema sana. Ina saa 3:30 majuu. Saa 3 ndio, lakini muda bado. Ungeenda huko nyuki tukazunguke, tukanyoshe miguu. Wapi? Na mpaka saa ngapi? Atuchelewe kurudi. Okay. Ngoja mimi nijiandae. Haiji. Unajua kile? Yaani sio tu kukumbuka, yani na kukumbuka kwa vingi, kwa mazuri na kufikiria mara nyingi sana, kwa sababu sijawahi kuwa na mtu wa design yako. Kweli kabisa. Unaweza ukawa na watu wengi kwenye maisha yako, lakini kila mtu ana upekee wake kwa jinsi alivyo. Haya, vipi baba yako? Anaendeleaje? Anaendelea vizuri, nashukuru. Na hata upumuaji wake kwa sasa uko vizuri.
tofauti na nilivyokuwa napumua mwanzo, na ile hali ya kukohoa kila muda sasa hivi imekata. Mimi nilijua ile dawa kiboko itamsaidia. Yule kijana yuko vizuri tu. Haya, unasemaje? Kuna lingine tena? Mimi kikubwa ninachotaka, kama kuna dawa nyingine nzuri zaidi ya hii basi nichukulie, maana kikubwa ninachokiomba ni kupona tu kwa dadangu. Maana hivi ninavyoondoka naenda kuonana naye huko. Haya, mimi naenda. Haya, sawa, ndi salama. Aya. Pazuri. Umeenjoy? Unajua nikwambie nini Adelina? Wakati nikiwa nimekaa hapa, nikawa nawaza, nafikiria, akili yangu ikanituma siku moja na mimi na familia, yaani kwa maana ya mke na watoto. Sasa Umefikiria nini yani mpaka yani ukafikia hatua ya kuanza kuwa na familia, watoto? Unajua kuwa na mke ni kitu kizuri tu, yaani nimefikiria, nimeona kuwa na mke ni kitu kizuri. Kwani unataka mwanamke wa design gani yani? Mimi kwanza namtaka mwanamke ambaye atakayenipenda mimi kwanza, yaani anipende mimi kwanza. Lakini kitu cha pili, namtaka mwanamke ambaye atakuwa ni mcha Mungu na mwenye hofu ya Mungu kweli kweli. Lakini kitu cha tatu, kwa mwanamke ambaye nataka niende nikaishi naye hapo baadaye, lakini anipende mimi, awapende ndugu zangu, aipende na jamii yote inaonizunguka. Wewe unatamani kuwa na familia? Mimi pia natamani sana tu. Lakini kwa leo kwanza tuyake, tukachezea maji, tukazunguke, tutaongea next time. Kwa hiyo tupitie huko au tupitie huko? Tupitie huko. Huko Okay, sawa. Lakini mimi wanafurahi sana. Nini? Nataka uni drive.
Mimi? Wewe ndio. Lakini si umekuja unaendesha wewe? Ndio, nimekuja mimi lakini sasa hivi nataka unidrive wewe. Shika. Shika. Twende. Washa. Bonyeza hapo. Twende. So huu unaogopa nini? Hivi unaenda? Lakini Moses, sijui kwa nini nakuwa na furaha ambayo hata sielewi napokuwa na yeye. Nataka uenjoy. Nataka kama navyoenjoy hapa. Unajua umenishtua sana na simu zako. Unajua sasa hivi ni saa 4. Haya, niambie kuna nini? Wala hata usijali, hamna shida. Labda useme kubwa sana ndo maana nimekupigia kushtue kiasi hicho. Unajua nini? Mimi nimekaa nimefikiria. Nafikiria sana kuhusu Moses. Kitu gani? Natamani sana nianzisha familia na Moses. Yaani namaanisha awe mume wangu wa ndoa kabisa. Na sidhani kama yatakuwa nalifikiria hilo. Kwani yeye mwenyewe alishawahi kumwambia ile? Sijawahi kuongea naye. Unajua mimi sikushauri kwa Moses, kwa sababu Moses unamwelewa, maisha yake ambayo anaishi ni tofauti na wewe. Kwa sasa una maisha mazuri sana, yaani hamlingani kabisa kwa na Moses. Mimi nahisi ungefanya kitu kilichokuwa bora. Hata kuwa na Moses pia ni kitu bora kwangu. Siangalii maisha anayoishi ama maisha alionayo. Mimi kumzidi maisha sidhani kama inaweza kuwa sababu mimi nisiwe naye. Ila mimi naamini nitakachokuwa nacho mimi tukishare naye tutafanana. Yaani nikiwa naye atakuwa kama mimi, atakuwa na maisha. Kwa hiyo kuhusu sijui. Ila natamani sana. Basi nenda kumfungukia. Ni ngumu ila nitajaribu. Ingia, mlango uko wazi. Adelina, unajua mimi niko najua umelala mpaka saizi. Nimeshindwa kulala. Naogopa kulala peke yangu. Hasa unaogopaje kulala peke yako wakati kila siku unalala peke yako? Mimi mwenyewe nashangaa kwa nini leo naogopa kulala peke yangu. Nikwambie kitu Adelina. Yaani hapa nilipo naamini leo umelala bila kufanya maombi. Nimesali ndio. Lakini cha ajabu nimeshindwa kulala mwenyewe. Sasa mbona unaogopa kulala peke yako? Mimi nataka tukalale wote. Yaani wewe ukalale na mimi? Serious? Hivi unajisikia kweli unavyoongea? Kwa nini kulala na wewe kuna ubaya gani? Yaani Adelina, mimi mtoto wa kiume nikalale na wewe mtoto wa kike kweli? Kwani kuna shida? Nisikize bwana Adelina bwana, acha masiara yako bwana. Nenda kalale bwana. Mimi nataka tulale wote ama tulale hapa. Kama ni kulala tukalale. Sio hapa. Aya, tangulia mimi nakuja. Aya, mkatwele. Si nimekwambia tangulia mimi nakuja. Nakusubiri. Okay, nakuja. Sawa. Na kama shetani.
Kwa hiyo Moses umeamua kulifungia mlango? Kwa hiyo umeamua kunidanganya, si ndio? Sawa, nashukuru. Jana nilikuja na Moses. Sasa kwa nini leo umemwacha? Ameniaga anaenda kanisani leo ana maombi, kwa hiyo sikuona kama kuna haja ya kuja naye, nimemwacha aende kwenye maombi akatuombe, ila hapa na siku 2 na wiki 2. Sawa, acha. Kwa hiyo ila starudi leo umeenjoy kama hivi, nashukuru. Tena nimeenjoy, maana siku nyingi nilikuwa sijatoka. Yaani leo moyo wangu uko burudani, yaani nimeridhika kiufupi. Mimi nikajua waga mnatoka na Moses, mnakuja mnatembea kama hivi, mna refresh. Kwa hiyo anashinda kwenye maombi tu. Usijali, next time nikija nataka tena na tena. Asante. Sasa Tatu, wenzi wanaamka asubuhi ndio wanaosha vyombo. Wewe saa hizi saa 5 ndio unaosha vyombo kweli? Kweli kweli. Moses, mwenzako jana nilichoka sana. Aliniambia Adelina jana mlienda bichi. Ndiyo, tulienda na nilimuuliza kuhusiana na wewe, akaniambia kuwa umeenda kanisani. Ni kweli. Jana nilienda kanisani, lakini juzi nami pia nilikuwa naye. Aliniambia mlienjoy kiasi chake. Kiukweli tulienjoy. Najua una muda mrefu ulikuwa hujawahi kutoka. Ni kweli. Ila Moses, nataka nikuulize kitu. Hivi una malengo gani na Adelina? Malengo na Adelina? Yani sijakuelewa bado. Namaanisha kwamba kuna chembe hivi za mahusiano za kimapenzi na Adelina? Nikwambie kitu Tatu, unajua moyo una siri kubwa sana na moyo unaficha mengi kweli kweli. Hapo zamani, kipindi kile cha nyuma kile tulipokuwa bado tunasoma, kiukweli nilimpenda sana Adelina. Nilimpenda kweli kweli, yani nilimpenda kiasi ambacho sitaki hata kusimulia. Na kuna siku niliplani kweli nikae naye chini ili niweze kumwambia, nikawa nimemwitisha sehemu, lakini bahati mbaya sasa siku ile ndio nilikwenda nikamwona na mwanaume wake. Kwa hiyo tutaonana kesho. Ni kweli kabisa, tutaonana kesho. Kwa nataka niondoke hapa bila hata kumkisa. Kunhag kidogo. Wanagopa. Ona nani? Mangtu. Moses. Basi tutaonana kesho. Ni rafiki yako? Ni rafiki yako? Kwa ilinikata sana, ikawa imenikata. Nikafikia hatua nikaona basi abaki kuwa kama dada na abaki kuwa kama rafiki. Itawezekana kweli? Inawezekana, si ndio mpaka leo tunaishi. Sasa mimi bwana nilipita tu nikusalimie.
na kwa sababu nilishaongea na mzee huko ndani, nashukuru anaendelea vizuri. Sasa hivi matibabu yanaendelea vizuri naona. Basi tutawasiliana. Sawa. Tukaribu. Haya, asante. Haya, mpe salamu zangu bwana. Haya, sawa. Siachi kuja kunisalimia baba. Sawa, karibu. Mama huyo. Shikamoo. Baba Bihari. Salama, naona umekuja kuemea kidogo. Naona na wewe atakiwa umekuja kuemea. Amna, kuna rafiki yangu mmoja namfuata hapo nyuma tu kidogo. Lakini vipi baba? Baba mzima. Naona una kama siku 3 hujafika nyumbani. Ni kweli, na siku 3 sijaja, lakini leo nitajitahidi kadri ya uwezo wangu, lazima ni. Kwa hiyo nimkishie salamu zako unakuja. Mwambie mama anakuja leo. Basi sawa, nashukuru. Mimi acha niwahi mara moja hapa. Kuna kitu tutaongea baadaye, Mungu akipenda. Haya mwanangu. Haya mama, nikukimbie. Naona sijakutia machoni kipindi kirefu. Siku nyingi gani jamani? Si siku 3 tu na leo nimekuja kukuona. Wewe unajua kama mimi ninaumwa. Na isitoshe, wewe ni jirani yangu. Wahindi wana msemo wao, alahala jirani la ukana baniani. Sasa ndugu yangu nayatupa mazima. Ndio hivi nimekuja kukuona. Halafu mbona nimesikia Adelina amekuja? Au ni maneno tu ya watu? Sasa wewe hapa umekuja kumuona Adelina au umekuja kuniona mimi bwana Juma kupendwa jirani yako? Nimekuja kukuona wewe na nimekuja kumuona mwanangu Adelina. Adelina si mwanangu jamani. Adelina bwana ametoka na Moses. Sasa hiari yako wewe kuwasubiri au unaweza kwenda? Mzangu nitamsubiri. Tamsubiri hapa mpaka atakapokuja. Yaani jana nimekuja kwenu, nimekusubiri, nimetoa macho, naangalia pembe hii, labda utatokea hapa mwanangu, wapi? Mpaka nimeamua nimeondoka. Ndio maana leo nimekuja mapema mama, tuje tukae tupige story, tufurahi, alafu mimi niende zangu. Uondoke? Sio? Hapana, yaani leo utalala hapa na mambo mengi ya kuongea na wewe. Sasa mama, nimekuja kama na nguo nilizovaa mwilini tu, sijabeba mafuta, sijabeba na nguo kubadilisha. Tatizo nguo tu, kabati limejaa tele, kuna nguo kibao, madera yangu wewe utavaa. Basi sawa mama, nimeridhika, japo nilikuwa sijajiandaa, itabidi msikilie. Niko nishakuzoea mwenyewe. Mama, tu usipike mbali, wewe ishia tu hapa. Na shida mwanangu. Ila yote niliambia mamangu, yani nitawatania kazi, kuwa na amani wala usijali. Halafu kabla hujaondoka lazima kukomana. Usijali mama, siwezi kuondoka bila kuja kukuaga. Sawa, halafu nisikia una gari ile. Ndio mama, nayo. Sasa uje nayo. Ina maana Moses hafikiri chochote kuhusu mimi? Au bado anakumbuka siku zile alikuwa mkuta na Diana? Haiwezekani. Haiwezekani bana. Huenda ni fikra zangu. Naona unaziangalia zile picha nilizokupiga siku hii. Yeah, siku zile nilienjoy sana. Kweli? Na mimi napenda huwa na enjoy. Na huwa na enjoy kama kila siku navyokuambiaga, nikiwa na wewe nakuwa ni mwenye furaha na na enjoy kila kitu tunachokifanya.
kwa sababu walinitoa siku ile na ukanitoa siku ile tumeenda bichi, na mimi nataka nikupeleke kule Kwenye yale magorofa. Yeah. Nataka nikupeleke kule ukatembee mpaka useme basi. Nitafurahi sana. Kweli? Sana. Lakini Moses, naomba nikuulize kitu. Wewe niulize tu. Kwani siku zile uliponikuta na John uliumia? Niliumia ndiye. Samahani. Wewe unahisi kwani uliumia? Niliumia kwa sababu nilijiuliza maswali mengi sana. Nikasema wai rafiki yangu amenifiche kwamba ana mahusiano. Samahani. Nisamehe sana. Okay, lakini nilishasahau kila kitu. Japo kweli niumiza kiasi fulani. Iliniumiza. Kuna kitu nataka tuongee, lakini mimi nitakuwa serious wakati naongea. Mimi kila siku napokuwa nikiongea na wewe kitu chochote nakuwa niko serious. Yaani sijawahi kuongea na wewe siku yote hivi ni fast ko serious. Mimi kila siku niko serious. Sawa. Lakini mimi nasema pike tuongee. Japokuwa sijui. Usijali, muda na wakati tutaongea tu. Yaani ningekuka, yani nilitamani yale maisha ningeendelea kuishi. Of course sio kuendelea kuishi, yani tungeendelea kuyaishi ninayo. Niambia ni maisha gani hayo sasa mke wangu? Ulikuwa unayaota kwenye ndoto, unaishi wewe na mimi. Haya niambia ni maisha gani? Sasa kwenye ndoto cha ajabu wewe sio mume wangu. Hiyo ndoto mimi siitaki. Mke wangu mimi hiyo ndoto mimi siitaki. Sasa ila nilikuwa nakupenda sana. Ego ulikuwa unanipenda mimi. Hiyo ndoto ulikuwa inazungumzia maisha gani? Yaani ndoto niliyoyota. Yaani nimeota mimi ni mtu fulani hivi. Sio, naelewa vizuri. Yaani na maisha yangu, na hela zangu, na miliki gari yangu, yaani naishi maisha yani mazuri. Nikwambie kitu mke wangu. Unajua kuna wakati ndoto zinaweza kuwa kweli. 90% ya ndoto mara nyingi huwa zinakuwa kweli. Lakini kama mwenyewe ukiamini. Unaona hayo maisha ambayo unayafikiria au uliyaota kwenye ndoto, huenda hapo baadaye akaja kuwa kweli. Na huenda ndo maisha ambayo tutakwenda kuishi kwa sababu mimi na wewe bado tuna fight maisha. Hiyo hivyo. Na kitu kingine nilijaribu kuongea na baba mwenye nyumba jana. Nikamwelekeza ile halisi ya maisha ambayo tunayapitia. Na nikamwomba atupe wiki moja. Na yeye pia alikubali na nafikiri ndani ya wiki moja pakuwa tumemalizana naye sasa. Ametugia mwezi mzima hatujampatia pesa yake. Hiyo wiki moja ndio tunaweza kumpa pesa yake kweli? Lakini mke wangu sasa hivi wewe unajishughulisha na biashara zako. Na mimi nikipita huku na wewe ukipita huku, mimi naamini deni tunalilipa bwana. Sawa, mimi mwenyewe na kibango. Kwa hiyo nitafanya biashara hizi siku 2-3 tutampa ya pesa yake, fresh maisha ya amani, maisha ya kwenye ndoto hivyo. Sasa umeona hapo? Si umeona hapo?
Kwa nini unanikimbia? Mimi sikukimbia, nilikuwa tu nabadilisha hisia. Unakumbuka ulipokuja kuomba hela mchezo? Lakini stada mimi lako kesho nilikuwa nakuletea yote. Tu nimetokea bahati mbaya mimi kwenye biashara yangu kuyumba, wananikopa ndio maana nimekuchelewesha lako. Uliomba upokee mtu wa kwanza. Ukapokea mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano na hutaki kulipa hela za watu. Unanilipisha tu mimi madeni. Unataka nifanye nini? Deni lako nakuletea. Yaani nini kesho ilipo uhakika nakuletea. Nikakupa tu madeni yangu baadaye jioni. Inaonekana umejizoea hizo tabia. Sasa mimi kesho nakuletea lako. Kweli tena yaani kesho nakuahidi hadi ya Mungu. Mimi kiko naleta hela mimi mwenyewe. Nimechoka kusikiliza maneno yako. Tuone una shilingi ngapi? Sasa tunapokuwa. Una badeni ngapi? Shana bwana ngapi? Una 11,000 naondoka nazo. Kesho usiponiletea pesa yangu, ninarudi nyumbani kwako na nitakubebea vitu. Mke wako alikuja kwenye kikundi chetu, akaomba aingie kwenye mchezo. Tulikuwa tumeshajipanga kabisa, akaomba awe mtu wa kwanza. Nikampa jina la kwanza. Yaani kwa kumsaidia, tena kwa heshima yako kakaangu. Kwenda kuniambia mimi mke wangu anacheza mchezo. Mke wako anacheza mchezo. Anacheza mchezo, tumempa jina la kwanza, akapokea mtu wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano mpaka leo hii hakuna mtu aliyomlipa. Hajalipa pesa ya mtu yoyote. Nakumbuka mimi ndo niliyomdhamini. Lakini sasa hivi kila kukicha sina amani, sina raha nyumbani kwangu, ninagongewa kila saa. Nadaiwa pesa za watu. Na sijui yani nazilipa vipi. Lakini nimekutana naye njiani, nimemkokonya 11,000. Nimetoka huko nimezilipa, sasa hizi ndo narudi. Lakini mimi mbona hakuniambia kama anacheza mchezo? Hakukupa taarifa? Niambia toto. Mimi nilijua mke na mume akikaa ndani wanaambizana mambo, ndio maana hata nikajua umemwambia nenda kwa wanawake wenzako msaidiane. Kwa jinsi alivyokuja kwa upole na unyonge, nimemsaidia vizuri kwa heshima yako, nikijua unazo hizo taarifa na una uwezo wa kulipa. Lakini cha ajabu mpaka leo hii, mpaka nafanya nini kupokonyana naye hela barabarani. Sasa nasikuze leka. Kwanza nakushukuru. Yaani kushukuru saa na nachokombo le mtu wangu ya chapa. Ndiga mota. Dagani? Amna tu, sina shida yoyote. Nimechoka tu, nimetembea umbali mrefu, kichwa tu kinaniuma. Lakini sina shida yoyote. Wewe mke wangu mimi na wewe tumeanza kufichana, si ndio? Sasa mimi nakuficha nini? Nilikwambia kichwa tu kinaniuma. Hasa kwa taarifa yako nimekutana na Sauda. Sauda? Na ameniambia kila kitu. Yaani ameniambia kila kitu kinachoendelea. Yaani nimekaa najiuliza mke wangu. Unawezaje kuingia kwenye michezo ya upatu, si michezo ya kukopeshana bila kunipa taarifa? Yaani nimefikia tu sasa tunaanza kudhalilishana hapa mtaani. Una matatizo gani? Una shida gani? Hebu niambie una shida gani? Bana, yeye Sauda mwenyewe tu ameshindwa kunielewa. Ni kitu kilikuwa cha kueleweshana tukamalizana kwa amani. Sasa iko hivi. Nisikiliza kwa umakini sana. Hii kitu sijaipenda na wala sijaitaka. Hebu niambie huyo kakunyang'anya shilingi ngapi? Amenyang'anya 11,000. Kwa mtaji wako wote ulikuwa una thamani 11,000. Sio 11,000. 11,000 nimefanya mauzo ambayo nilikuwa nao mkononi, hizi zingine bado sijakusanya. Sasa mimi nataka nikupe 11,000 yako. Ila sitaki kusikia tena umeingia kwenye mchezo wowote. Sitaki kusikia, tutagombana. Nakwambia ukweli tutagombana. Njoo ndani nikupe 11,000. Wewe babangu bwana. Na mimi nakushukuru tu. Ndio. Lakini pia samani kwa usumbufu uliojitokeza. Sasa ndio alikuwa soma kusudi lao. Lakini pia nakushukuru sana na kwa sababu tumelimaliza hili. Naamini au mwingine atakuwa. Sasa mimi nashukuru kwa hichi kidogo ulichonipatia ili na mimi kiweze kunisaidia huko. Ila tu nitakukupa angalizo huko. Kwa kodi inayofuata kijana wangu. Naomba ujitahidi sana unipe kwa wakati. Ili na mimi niweze kuendeleza mambo mengine. So mimi pia na watoto wangu na familia yangu. Na hichi ndio kinanisaidia sana kwa ajili ya kuwapa huko. Baba, mimi ni kuondoa wasiwasi tu, na kwa sababu hata hivyo hapa kuna changamoto kidogo ziliingiliana. Ndio maana ikawa hivyo. Nafikiri wewe mwenyewe unanijua vizuri. Sawa? Lakini naamini kwa uwezo wa Mungu hatutofika huku tulipofika leo. Kila kitu kitafanyika kwa. Ila sasa mimi labda kwa naomba mama huyo akija uniagie yani. Sawa. Sasa mimi natoka zangu. Sawa. Naomba unaombe msamaha kwa yale yote yaliyotokea. Umeona bana, mzangu nilikuwa napeleka nyingi sana kuhusu swala la kuomba.
Sisi nashukuru. Hakija naomba niagie mimi hata niende zangu. Sawa baba, basi wala hata usijali bwana. Mimi nashukuru sana. Haina basi, karibu sana baba. Haya, shukrani. Haya.